الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم صلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الأجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dada zangu katika iman, tuendelea na darasa yetu, na leo hii nitazungumzia kuhusu kisa cha Abu Lahab. Dada zangu katika iman, alizaliwa Abu Lahab na kufariki huko Makka. Aliitwa Abu Utba, mmoja wa wanawe wawili. Alijulikana kwa lakab ya Abu Lahab. Alikuwa mkali sana, alikuwa mrefu, mwenye sauti ya juu, na alikuwa mwenye hasira sana. Baba yake alimpa jina la utani Abu Lahab kwa sababu ya weupe na mng'aro wa uso wake na uzuri wake. Inasemekana kwamba alimwachilia mjakazi wake Thuwaiba bin al-Aslamia kusherehekea kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mwezi wa Rabiul Awwal, mwaka wa ndovu, na alipomletea habari njema hakuweza kujizuia na kumwambia kijakazi wake, nenda Thuwaiba, kwa maana wewe ni huru kutoka leo. Abu Lahab, dada zangu katika iman, alikuwa na uhusiano mkubwa na masanamu. Alifurahia kuwa pamoja nao na kutangatanga katikati ya safu zao, akifuta mavumbi ya vichwa vyao na kuwasafisha. Alikuwa akienda nyikani, kwa forest, kuwinda wanyama pori na kuswali kule, kufanya ibada yake ya kisanamu kule katika pori. Usiku alikuwa akienda kwenye mikahawa kama wengine kunywa pombe. Ndugu yake Abu Talib alijaribu kumzuia kutokana na matendo yake maovu, lakini haikufaulu, hivyo akamwacha aendelee nayo. Abu Lahab, dada zangu katika imani, alimuoa Ummul Jamil ambaye jina lake lilikuwa Arwa bint Harb, na akapata watoto wawili, Utba na Mutab. Abu Lahab alimpendekeza mpwa wake, Mtume sallallahu alaihi wasallam, kabla ya utume wake, aowe wanawe wawili, Ruqayya na Ummul Kulthum, mabinti wake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab, dada zangu katika iman, aliona kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mfano bora wa mtu mtiifu kwa mkewe Khadija, mwanamke wa ajabu, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akakubali. Huo ukawa ndio mwanzo wa uadui baina ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na ami yake, pale Allah subhanahu wa ta'ala alipomtuma Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa mtume wa kuwaongoza watu kwenye Uislamu na kukataa kuabudu masanamu. Abu Lahab, dada zangu katika iman, aliitwa pamoja na watu 45 kutoka kwa jamaa za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amewaandalia chakula na akawaambia, muongofu hawadanganyi watu wake. Wallahi, hapana Mungu ila Allah subhanahu wa ta'ala amenituma kwenyu makhsus na watu wote. Wallahi, mtafufuliwa punde tu mtakapoamka na mtahisabiwa kwa mnayoyafanya. Mtaingia peponi milele au motoni milele. Basi ni nani atakayeniunga mkono katika jambo hili? Ami yake Abu Talib akasema, basi nenda na yale aliyokuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, nitaendelea kukulinda, kukupa support, lakini nafsi yangu haitaniruhusu niache dini ya Abdul Muttalib. Hapo Abu Lahab kadhalika pia akaondoka, akizuia hasira yake na kukataa wito wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akitangaza kwamba hamwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam wala dini hiyo ya Uislamu. Abu Lahab, dada zangu katika iman, alikuwa wa kwanza kutangaza wazi uadui wake kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na uadui kati yake na mke wake Jamil na Makureish ukawa mkubwa. Alikuwa, dada zangu katika iman, uadui kati ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na Abu Lahab na mke wake Jamil na Makureish ulikuwa ni mkubwa zaidi. Alikuwa akichoma moto huyu Jamil
alikuwa akiichoma moto njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ili kumzuia asiingie kwenye Kaaba tukufu. Na Jamil kadhalika alikuwa yani akileta matawi ya miti na vijiti kuweka kwenye moto ambao yani mumewe Abu Lahab alikuwa amewasha. Tuseme Jamil na Abu Lahab wote walikuwa ni maadui wakubwa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwani Abu Lahab kama nilivyosema alikuwa yani akiichoma moto njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ili kumzuia asiingie wapi? Kwenye Kaaba tukufu. Na Jamil mke wake alikuwa akileta matawi ya miti na vijiti kuweka kwenye moto ambao mumewe Abu Lahab alikuwa yani amfanya nini? Amewasha. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha surat Al-Masad kama ilivyokuja, a'udhu billahi minash shaitani rrajim, bismillahir rahmanir rahim, tabbat yada abi lahabin wa tabb ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Yani imeangamia mikono ya Abu Lahab na yeye pia ameangamia, hayatamfaa mali yake wala alivyovichuma. Ataingia moto wenye mwako na mkewe mchukuzi wa kuni, shingoni mwake iko kamba iliyosokotwa. Dada zangu katika iman, yani Jamil mke wake Abu Lahab alipata habari za aya hizi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala aliziteremsha juu yake akimtahadharisha na moto wa Jahannam. Hivyo akawaambia wanawe wawili, kichwa changu ni kitakatifu kwenyu mpaka mjitenge na mabinti wa Muhammad, kwani sitaishi nao katika nyumba moja. Aya tukufu zilitishia kumwadhibu yani Abu Lahab na mkewe Jamil kwa moto wa Jahannam badala ya moto waliouwasha mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika vita vya Badr, dada zangu katika iman, Abu Lahab alimtuma Al-As ibn Hisham kupigana na Waislamu kwa niaba yake. Akampa farasi yani stadi katika vita na akampa silaha na fedha. Alibaki Abu Lahab kwenye Al-Kaaba akiwasiliana na masanamu wake na kuwaombea dua washirikina ili wamshinde Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha aya ya 36 katika surat Al-Anfal, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. Hakika wale waliokufuru hutoa mali yao ili kuzuilia njia ya Mwenyezi Mungu, basi yani watayatoa kisha yatakuwa juu yao majuto na kisha watashindwa. Dada zangu katika iman, Makureish waliposhindwa, Abu Lahab alihuzunika na kandamiza hasira yake mpaka ngozi yake ikatoka malengelenge kama ya kuchomeka kwa moto mwili mzima. Alikaa kitandani na watu wakawa mbali naye kwa kuhofia ugonjwa wake, hivyo akabaki amejifungia ndani ya nyumba yake. Hata wanawe wawili walimwacha. Ugonjwa wake ulizidi kuwa mbaya hadi akafa. Hakuna mtu aliyemkaribia kwa siku 3. Wanawe wawili walipotaka kumuosha, yani walimtupia maji mwilini kwa umbali kwa kuhofia kumsogelea. Walimbeba pamoja na wenzao kwa uangalifu na umakini na hawakuweza kumchimbia kaburi la kumzika, hivyo wakamuweka mahali pa juu na kuanza kumrushia mawe hadi mwili wake yani ukafichwa kwenye rundo la mawe. Shukran jazila wa barakallahu fikum.